Yesu asifiwe sana. Leo tunajifunza hata kama uwe kiroho sana, usipomwelewa Mungu kiakili, ni vigumu kuingia kwenye utendaji pamoja na yeye. Usipomwelewa Mungu kiakili, ni vigumu kuingia kwenye utendaji pamoja na yeye Mungu. Nitasoma kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 3 mstari ule wa 4 kama ifuatavyo. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Na akaenda kalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, maana uliniita. Akajibu mzee wa watu huyo mchungaji Eli, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda ukalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda kalala mahali pake. Nisikilize vizuri, hata kama uwe kiroho sana, usipomwelewa Mungu kiakili, ni vigumu kuingia katika utendaji pamoja na yeye. Ninachotaka tujifunze siku ya leo, ni muhimu tu kuwa na mtu wa kukufundisha, ni muhimu tu kuwa na watu waliokuzaa kiroho, ni muhimu tu kuwa chini ya uangalizi. Ninaona vijana wengi wakati mwingine, ukipata tu nguvu za kutoa mapepo, ukipata tu nguvu za kuombea watu wanapona, basi kuna watu wengine unainuka kiburi. Unaona hata huna haja hata ya kuwa na mtu wa kukuangalia, hata kuwa na mtu wa kukufundisha, unaanza kuona utoshi. Leo nakumbusha, hata kama uwe kiroho sana, ni muhimu. Usipomwelewa Mungu kiakili, ni vigumu kuingia katika utendaji. Tunamwona Samueli, ingawa alikuwa ni kijana ambaye alipendwa sana na Mungu, na alikuwa ni mtu ambaye katika hali yake ilikuwa ni nzuri sana, mpaka Mungu alishuka akasema naye, lakini bado hakuweza kumwelewa. Ni pale tu alipoeleweshwa kiakili namna ya kuzungumza na Mungu, namna ya kusema na Mungu, ndipo walipoanza utendaji pamoja na Mungu. Tunataka tukumbushane, vijana wa leo, watumishi wa leo, na watu wengine ambao utanipata kwenye mtandao, iwe ni YouTube au Facebook, ya kwamba hata ukiwa kiroho namna gani, bado unahitaji tu, usipomwelewa Mungu kiakili, ni vigumu kuingia katika utendaji pamoja na yeye. Kwa ni muhimu sana kuwa na mafundisho, ni muhimu sana kupata mafundisho. Wale mnaochipuka leo mnaokoka, wale ambao bado tupo katika makanisa, wale ambao tunatumika, hata na sisi bado tunahitaji tu kujifunza zaidi na zaidi. Maana Mungu usipomwelewa kiakili, ni vigumu kuingia katika utendaji pamoja na yeye. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Ninalotaka niseme ni moja, ni muhimu kuwa mnyenyekevu, ni muhimu kukubali kufundishwa, ni muhimu kukubali masaidiano, ni muhimu kuwasikiliza wengine hata wanapohubiri, ni muhimu kujifunza, ni muhimu hata kuwasikiliza wazee wetu waliotutangulia katika imani. Mungu wa mbinguni atusaidie, Mungu wa mbinguni anisaidie. Mtakatifu Mungu wa majeshi, leo tumejifunza hata mtu akiwa kiroho namna gani, akiwa kiroho sana, asipokuelewa kiakili, ni vigumu kuingia kwenye utendaji pamoja na wewe. Tunaomba tusaidie kukubali kufundishwa, kunyenyekea, katika jina la Yesu. Amen.